Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwakaribisha sana katika vipindi vyetu vya Alive Word Ministry. Ni vipindi vya neno la uzima ambavyo wewe watu wa Mungu, napenda kuwakaribisha sana katika kipindi chetu cha Alive Word Ministry. Ni kipindi cha neno la uzima, na leo utakuwa na mwalimu wako au mwalimu Richard Noah katika kipindi hichi, na tutakuwa na neno la uzima. Tega sikio lako, andaa moyo wako ili upate kulisikia. Na neno letu la leo lina kichwa kinachosema Yesu ndiye uzima. Na kabla hatujaanza kipindi chetu, tutakwenda kufungua kwa maombi ili tukaribishe uwepo wa Roho Mtakatifu utamalaki. Tutakwenda kuomba. Baba, uketie mahali palipoinuka, asante kwa neema yako. Asante kwa kibali ulichotupa tena siku ya leo ili tupate kujifunza neno lako, kwa sababu umesema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Roho Mtakatifu, tufundishe watoto wako ili tupate kuwasikia maneno yako, na kupitia maneno yako uzima ule ulioahidi kwa watoto wako ukaonekane, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Karibu sana. Basi somo letu la leo lina kichwa kinachosema Yesu ndiye uzima. Na tunapozungumza uzima, maana yake kinyume cha uzima ni mauti. Sasa leo tunakuletea habari ya uzima ya Yesu Kristo, lakini habari za mauti ziko upande wa Shetani. Leo tunaleta uzima katika maisha yako. Yesu katika Biblia, kitabu kile cha Yohana sura ya 10 mstari wa 9 mpaka 10, neno la Mungu linasema, tutasoma Yohana mtakatifu sura ya 10 mstari ule wa 9 mpaka wa 10. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Mimi ndimi mlango, mtu ataingia kwa mimi atatoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi huja tu kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Tena wawe nao tele. Huyu ni Yesu anazungumza katika Biblia, anazungumza kupitia neno lake kwamba ujio wake duniani amekuja ili mimi na wewe tuwe na uzima. Kwa hivyo basi, kama amekuja tuwe na uzima, hakuna haja ya magonjwa kutawala katika familia zetu. Hatupaswi kukubali magonjwa kutawala katika miili yetu. Hatupaswi kukubali mauti kutawala katika kazi zetu. Tunafanya kazi, tunafanya vitu, vinakufa, vinaharibika. Leo tutamwita Yesu Kristo ambaye ni mfalme, ambaye ni mfalme wa wafalme, ataleta uzima katika maisha yetu. Lakini Shetani huja na kuharibu. Yamkini hapa tulipo kuna vitu vyetu vimeharibiwa. Maisha yetu yameharibiwa, kazi zetu zimeharibiwa, vipawa vyetu vimeibiwa. Hizi ni kazi za mwovu Shetani, kama neno la Mungu linavyosema ya kwamba mwivi haji ila achinje, aibe na kuharibu. Lakini Yesu amekuja ili tuwe nao uzima, kisha tuwe nao tele. Kama ilivyo kawaida, ndugu yangu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kila jambo lina process, lina hatua ya kuweza kufikia. Unapotaka kwenda kumwona daktari, manake ni sharti uende hospitali, uonane na daktari, afanye vipimo. Hivyo hivyo katika process ya kupata uzima, ni lazima tuwe na maamuzi ya moyoni. Ni lazima tuchukue hatua. Ile hatua inaanza kuchukuliwa ndani ya moyo. Ndio maana Mungu wetu anasema katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 mstari wa 19 mpaka 20 ya kwamba ametuwekea njia mbili mbele yetu, tuchague. Tusome kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 mstari wa 19 mpaka 20. Nitasoma katika jina la Yesu. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimewekea mbele yenu uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye,
kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako Abrahamu, Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Mungu wetu ametuwekea mbele yetu uzima na mauti, baraka na laana. Hivyo basi, siku ya leo katika mioyo yetu tutakapofanya maamuzi ya kuchagua uzima, ya kumwamini Yesu na kuchagua uzima, manake leo utakapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, automatic utakuwa umechagua uzima. Na unakapokuwa umechagua uzima unapoingia katika maisha yako, automatic mauti na kimbia. Siku ya leo tutamwalika Yesu Kristo katika mioyo yetu. Siku ya leo tutamwalika Yesu Kristo katika kazi zetu. Tutamwalika Yesu Kristo katika maisha yetu, na anapokanyaga katika maisha yetu, katika kazi zetu, mauti itakuwa mbali. Haijalishi unapitia changamoto kiasi gani, haijalishi unapitia mazingira gani, ninasema kwa jina la Yesu Kristo, yeye ambaye ndiye uzima, anapokuja katika maisha yako, mauti, magonjwa, mikosi, nuksi, baraa, vyote ambavyo vinaleta uharibifu, vyote ambavyo vinasababisha uharibifu, vitaondoka katika jina la Yesu Kristo. Asante sana kwa kunisikiliza katika neno hili. Hivyo nitakwenda kufanya maombi mafupi, na ukiamini tu ni lazima utapokea kile ambacho Mungu amekusudia siku ya leo uweze kukipokea. Na kabla sijaanza maombi haya, nitaomba kwa imani. Wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utafuatisha maneno haya kwa imani, na utakapofuatisha maneno haya, automatic uzima utaingia katika maisha yako. Tutakwenda kuomba, na baada ya hapa nitakwenda kuomba kwa ajili ya watu wote. Tasema: Baba uliye mbinguni, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako. Leo hii niko tayari Bwana kukupokea kama Bwana na Mwokozi wangu. Nisamee dhambi zangu zote nilizozitenda kwa makusudi, kwa kujua au kwa kutokujua. Bwana Mungu, yafute majina yangu katika vitabu vya hukumu, hata uyaandike katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Achilia uzima katika maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu akubariki sana.